Tuelekee nchini Marekani ambapo Elon Musk amejiondoa serikalini baada ya kufarakana na rais wa nchi ya Marekani Donald Trump. Taarifa inasema kwamba tajiri maarufu Elon Musk amejiuzulu kutoka nafasi yake serikalini nchini Marekani alikokuwa na jukumu la kupunguza matumizi ya serikali, akilalamikia mswada wa matumizi uliopitishwa na rais Trump. Bwana huyu bilionea Elon Musk ametangaza kuondoka katika nafasi yake kama mfanyakazi maalum wa serikali ya Marekani, akisema muda wake uliopangwa umetimia, lakini pia akilalamikia mswada mpya wa matumizi ya serikali uliopitishwa na rais Donald Trump kupitia mtandao wake wa kijamii X, zamani Twitter. Musk amemshukuru Trump kwa fursa ya kusaidia kupunguza matumizi yasiyo ya lazima, lakini ameongeza kuwa juhudi za timu yake kupitia idara ya ufanisi wa serikali zimevurugwa na mswada huo. Musk amesema mswada huo uliopitishwa wiki iliyopita na bunge la wawakilishi utaongeza nakisi ya bajeti badala ya kupunguza, na kwa kiasi kikubwa kudhoofisha juhudi za mageuzi serikalini. Katika mahojiano na televisheni ya CBS News, Musk amesema, "Nilivunjika moyo kuona mswada mkubwa wa matumizi ambao kimsingi unaongeza nakisi ya bajeti na kuharibu kazi ambayo timu ya Doge ilikuwa inafanya." Musk aliteuliwa na Trump kuongoza juhudi za kubana matumizi serikalini kupitia mpango wa Doge, idara iliyoundwa kwa ajili ya kufuta ajira zisizo na tija na kuleta ufanisi wa kiteknolojia serikalini. Tangu kuanzishwa kwake, Doge iliripotiwa kuwafuta kazi maelfu ya watumishi wa umma na kufunga idara kadhaa zisizo na matokeo ya moja kwa moja. Katika hotuba yake ya kuaga, Musk alisema mpango wa Doge utaendelea kuimarika kwa muda kama sehemu ya maisha ya kila siku ya serikali. Lakini pia alilalamika kuwa idara hiyo imekuwa dampo la lawama kwa matatizo mengi yasiyohusiana nayo moja kwa moja. Serikali ya Trump ilijitahidi kupunguza mtafaruku uliozuka kwa kusisitiza kuwa mswada uliopitishwa haumaanishi kuwa hakuna nafasi kwa mageuzi kupitia Doge. Stephen Miller, naibu mkuu wa utumishi wa Trump, aliandika kwenye mtandao wa X kwamba mswada huo mkubwa hauhusiani moja kwa moja na bajeti ya kila mwaka na mageuzi ya Doge yatatekelezwa kupitia mswada tofauti. Hata hivyo, kwa wachambuzi wengi, hatua ya Musk ni ishara ya wazi ya mgawanyiko wa nadra kati yake na rais Trump, mtu aliyemfadhili kwa kiasi kikubwa katika kampeni ya 2024. Inakadiriwa kuwa Musk alitumia zaidi ya dola milioni 250 kuunga mkono kampeni ya Trump kurejea madarakani. Mashambulizi dhidi ya Tesla na hali ya biashara. Musk pia alifichua kuwa biashara zake ziliathirika pakubwa kutokana na jukumu lake serikalini. Alisema magari ya Tesla yamekuwa yakichomwa moto na waandamanaji waliopinga hatua za kupunguza matumizi ya serikali. Watu walikuwa wanachoma magari ya Tesla. Hilo halikuwa jambo la kiungwana kabisa, alisema katika mahojiano na Washington Post. Katika mahojiano hayo yaliyofanyika katika kituo cha uzinduzi wa SpaceX huko Texas, Musk aliongeza kuwa Doge imekuwa sehemu ya lawama zisizo na msingi. Ukweli ni kwamba urasimu wa serikali ya Marekani ni mbaya zaidi kuliko nilivyodhani. Nilijua kuna matatizo, lakini kupambana kuboresha mambo DC ni kama kupanda mlima wa barafu, alisema. Licha ya kufutwa kwa njia nyingi na kufungwa kwa baadhi ya idara, Musk anakiri kuwa
hakuweza kufanikisha malengo yote aliyokusudia. Mapungufu hayo yanahusishwa na mtindo wake wa uongozi na kutofahamu kwa undani mienendo ya kisiasa mjini Washington. Kwa sasa, Musk anasema atajikita zaidi kwenye kampuni zake, hasa baada ya changamoto mfululizo katika SpaceX, ikiwemo mlipuko wa roketi ya Starship wiki hii juu ya bahari ya Hindi. Aidha, ametangaza kupunguza matumizi yake ya kifedha kwenye siasa, licha ya kuwa mmoja wa wafadhili wakubwa wa kampeni ya Republican. Hii ni taarifa ambayo inaeleza namna gani ambavyo bilionea Elon Musk amejiondoa katika serikali na kufarakana na Trump. Lakini taarifa zinasema muda wake ulikuwa umekwisha, na leo tarehe 30 Mei mwaka 2025 ndio ilikuwa mkataba wake unaisha katika kazi aliyopewa. Mtazamaji, unayo nafasi ya kutoa maoni yako hapo katika ukurasa wetu hapo chini wa maoni ama comment. Karibu.